kwa nini Azam yeye tunamuona ni mkubwa lakini wanakuja walimu na status inashindwa kuwabeba? Unajua mimi kwa Azam leo hadi kesho huwa ninachoamini kwao walipofeli kikubwa ni eneo tu la mashabiki. Azam ina kila kitu, lakini ukija kuzungumzia kwenye eneo la mashabiki ndio imekuwa ni changamoto kidogo kwa sababu ya aina sidhani kama 100% kwa wale mashabiki ambao tunaonaga pale Azam wakati akicheza na hivi vilabu vingine. Sitaki kuamini kwamba wao yani hawawezi yani hawawezi kufanya vizuri kwa sababu hawana mashabiki. Kwa hiyo kiu yao ya ubingwa wao inabebwa na mashabiki. Yani kiu ya wao kutaka kuchukua ubingwa inabebwa na mashabiki. Kama ni hivyo maana yake wao kuna muda sasa wanashindwa, tutaweza kuwapa hadi miaka 30 tusiwaone wakiwa wanachukua ubingwa. Kama itaenda hivyo, kama kiu yao ya kubeba ubingwa ni shinikizo la mashabiki. Najua ukiwazungumzia Azam kuna namna ambavyo wao wanahitaji muda mwingine wao wenyewe kujua sasa ni wakati gani sahihi wa sisi kupata matokeo ambayo ni chanya. Umeona? Hatumaanishi kwamba hawana mpango mkakati. Yaani unaweza kukuta msimu mmoja labda kuna project ambayo wameiandaa. Ndani ya hiyo project ambayo wameiandaa hawana vile vitu ambavyo vitasaidia wao kukamilisha project. Na ndio maana Azam ni moja kati ya klabu ambayo inafanya usajili ama inafanya usajili wa wachezaji wengi wakubwa, lakini hatuoni matokeo ambayo labda wanahitaji. Kitu ambacho mimi naamini ni kwamba bado kuna jicho la kiufundi ambayo Azam wanatakiwa alifanye. Ukiachana tu ndio wamekuwa wakileta wachezaji ambao ni bora, lakini wakati huo wanashindwa sasa kufikia hatima yao. Yaani naamini Azam lengo lao mama ni kuchukua ubingwa. Yaani ukiachana tu kwenda kushiriki kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia lengo lao lingine ni kuchukua ubingwa. Lakini sasa issue inapokuja ni ule muendelezo wa wao kupata matokeo. Azam anaweza akaongoza ama anaweza akawa ana faida ya michezo kama 3 hadi 4 akiendeleza kupata matokeo. Baada ya hapo huwa anapoteana. Na wakati huo wakipoteana hauoni kama kuna force yoyote kutoka nje. Mfano labda mashabiki wakilalamika, labda viongozi wakilalamika, maafisa habari wao wakizungumzia hiyo hali. Yaani unaona kabisa kuna namna ambavyo kuna kitu kinapungua. Kwa hiyo wanatakiwa wajifunze kwenye vilabu ambao wao wamekuwa wakifanya hivyo mara nyingi zaidi. Mfano wa vilabu ni Simba na Yanga. Simba na Yanga wao mashabiki tu, lakini pia viongozi hawawezi wakakubali michezo 3 mpoteze. Do or die. Sawa, ndio kwenye mpira wa miguu inaweza katokea mkapoteza hata zaidi ya hapo, lakini unakuwa na alternative way. Baada ya hapo kupoteza michezo 3 unakuja kutafuta ni lini vilabu hivi vitakuja kuangusha point, alama 3 muhimu. Unakuja kukuta hata msimu unaweza kumalizika watu hawajaruhusu tena kupoteza alama 3. Kwa hiyo na Azam pia wana nafasi kubwa ya kujifunza kwa vilabu hivi. Ndio tunahitaji kumaliza katika nafasi 3 za juu, lakini kumaliza katika nafasi 3 za juu na sisi tunahitaji kufikia katika hatua ambayo Simba na Yanga wamekuwa wakifika. Kujifunza si yani kuonyesha hali au uwezo wa kujifunza au hamu ile ya kujifunza, imaanisha kwamba ujui. Maana sasa watajifunza lini? Wana miaka mingapi tangu imepita tangu wamechukua ubingwa? Almost 10 na miaka 10 na ngapi? 11. Sasa miaka 11 hao wajifunze tu kwa hivi vilabu. Yaani hao miaka 11 uone kwamba wamekuchosha kupokezana ubingwa. Yaani leo wanapokeza miaka 4 wanapokezana hawa 4 wanafuata hawa. Alafu kubaya sasa kuna mmoja amekuja kuzinduka kwenye hiyo miaka. Amefanya vizuri na ameenda kimataifa na amekuwa na maintain, yani amekuwa na wastani mzuri wa kufika hatua ambazo pengine kwa miaka kuanzia na thubutu kusema kuanzia 2000 mpaka kuanzia 2003 labda tuseme hivyo au 2004 mpaka tulipokuja 2018 ambapo Simba alienda robo finali, tulikuwa hatujaona vilabu vingine vikiwa vinaenda katika hatua ya robo finali. Yanga alikuwa anaenda hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho,
lakini alikuwa anaishia kwenye hatua ya makundi, hatumuoni akiwa anavuka. Simba ameenda yani ni kama amekuja kuzindua sasa kwamba kuna muda sasa tunapaswa tujitafute zaidi kwenye michuano ya kimataifa. Azam lini ataona haya mafanikio kwa hivi vilabu vingine ya ile anayawe na kiu ya kusema kwamba na mimi natamani kwenda huko kina Simba na Yanga wanapokwenda, au kuna vya zaidi ni Simba na Yanga wanavifanya au Azam hawezi kuvifanya? Unajua ukizungumzia mafanikio I mean naweza ngasema maendeleo ama mafanikio ambayo wao wanayahitaji si ya muda mmoja. Hata ukija kumwangalia Simba mwenyewe ni mchakato wa muda mrefu ambao ameupitia mpaka leo hii unamuona anaingia nusu finali, watu wanashangilia kama vile yani kama wamebeba ubingwa. Na wakibeba ubingwa itachafuka hii. Wakibeba ubingwa nchi nzima kombe litapita, amini usiamini. Kwa hiyo akibeba ubingwa tunaenda Dar es Salaam. Mimi nitaenda pale kabisa airport pale. Nitaripoti live moja kwa moja Terminal 3 Dar es Salaam. Kwa hiyo unakuja kuona ni mchakato wa muda mrefu, na wakati Simba wanafanya mchakato huo, vilabu vingine labda vilikuwa vijui ni kitu gani ambacho Simba anakihitaji, lakini pia anakiwaza kichwani mwake. Watu wamekuja kuzinduka baada ya kuona Simba sasa ameshakuwa giant, ni moja kati ya timu giant. Sasa hivi ukizungumzia top 3 ya vilabu bora barani Afrika, Simba yupo. I mean top 4 Simba yupo, top 5 hadi top 6 top 10 Simba yupo. Maana yake ni kwamba kile kitu ambacho alikuwa kikifanya miaka almost 6-8 nyuma huko ndio sasa hivi kimempa matunda ambayo watu wengi wanajiuliza amefikaje hapa. Kwa hiyo hata Azam huenda ndio wakati sahihi, ama sijajua uongozi unapanga kitu gani ama unaanza nini, lakini ni moja kati ya vitu ambavyo anatakiwa ajue kwamba ni mchakato wa muda mrefu, si kulala na kuamka na kujikuta sehemu ambayo Simba alipo wala Young Africans alipo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wao wenyewe wanatakiwa waji-upgrade. Wanatakiwa waangalie sasa ni kwa namna gani ambavyo tunatakiwa tusimame ama tunatakiwa tujifunze kwa vilabu vya Simba pamoja na Yanga. Hatumaanishi kwamba sio bora. Yaani unaweza ukawa na wachezaji waliokuwa bora, lakini kwa sababu ya aina project uliokuwa nayo bado haikulipi wala hujui kuifanyia kazi ya project, ni automatic utajikuta tu una struggle katika eneo hilo na hujui sasa unatokaje. Lakini kwa nyakati hizo wakati una struggle, yani sasa hivi Azam yeye mimi naona angestick sana kwenye ligi ya ndani. Yani akishaleta ushindani kwenye ligi ya ndani ndio ajitafute kimataifa, ndio ajitafute kimataifa. Mara ngapi Azam ameishia na yani anacheza mechi mbili tu ya kwake ya home ya away, Azam katoka. Kwa hiyo unaona kabisa kuna namna ambavyo bado hawajokomaki misuli, na michuano kule ya kimataifa unaweza ukawa na kiwango bora kwenye ligi yako ya ndani lakini unapokwenda kimataifa ukaonekana wa kawaida ama dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu kule kimataifa kwenye michuano ya kimataifa hakuna timu inayofika kule kwa bahati mbaya. Au Azam wanatenda wema sana kwamba ile tutumie busara. Hapana, sioni kwamba ni tuachie hawa tu ndio wawe dominant. Yani wewe bwana kwamba bwana hawa ndio sonde giant au songa letu. Sasa nafasi yetu ni ya 3 tu, sisi tulipana kwa ajili ya nafasi ya 3. Sasa hatuwezi kwenda hivyo. Yani ili tuseme kwamba ligi yetu sasa inazidi kukua, inazidi kuwa bora, maana yake ushindani usishie tu ndani ya dakika 90. Ushindani uongezeke hadi kwenye masuala kunyang'anyana ubingwa. Hapo ndio mambo yatakuwa vizuri. Ndio watu tutaanza kuwaambia sasa nyinyi at least sasa hivi wengine wanaweza kusema umejitambua. Hivi mesha, hebu imagine kwamba tunafikia mwisho almost zimebakia mechi mbili. Simba ana pointi labda 58. Yanga ana pointi 58. Azam ana 58. Labda tuseme na Singida ana 58. Hiyo ligi itakuwaje? Ni ligi ambayo kwanza itakuwa ni ya historia kwetu, ya kiushindani sana hiyo ile ikitokea hivyo. Ila ubingwa unawaamuaje? Tunaenda kwenye idadi ya magoli hapo. Sasa labda tuseme hizo pointi 58, alafu kila timu imebakiza mechi mbili. Unafikiri hizo mechi mbili hapa mambo yatakuwaje? Ni do or die. So do or die. Jua piga wa garagaza, bahasha muhimu.